Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Jina langu ni Wilson Mwangosi. Kuna watu wasomao maneno ya kitabu cha Mungu na wale wanaoyasikia maneno ya kitabu hiki wanakutana na maswali mbalimbali wanayojiuliza nafsini mwao, nao wanayakosa majibu yake. Lakini ukweli ni kwamba hakuna swali lolote litokalo katika kitabu cha Mungu nalo likakosa majibu yake kabisa, kwa sababu kila swali hujibiwa kulingana na dhamiri ya mtu mwenyewe, kwa namna anavyouliza swali lake na kwa kufuata kielelezo cha Yesu Kristo, kama yeye mwenyewe alivyokuwa anayajibu maswali aliyoulizwa. Kwa mfano, imeandikwa, Yesu akajibu akawaambia, na mimi nitawauliza neno moja ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Kwa hiyo kuna kujibiwa swali kwa kuulizwa swali pia. Tena imeandikwa, wala Yesu hakujibu neno tena, hata Pilato akastaajabu. Hivyo unaweza ukauliza swali lakini usijibiwe swali lako kabisa. Tena imeandikwa, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu, kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Kwa hiyo inawezekana ukajibiwa swali lako sawasawa na ulivyouliza swali kama ifuatavyo. Wasomaji wa Biblia, bado mimi nitaulizeni swali na sipingani na Biblia. Ukisoma kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 11, Bwana alinena na Musa uso kwa uso kama vile mtu anenavyo na rafiki yake. Kumbukumbu la Torati 34:10, hajainuka nabii katika Israeli kama Musa ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Tukirudi Kutoka 33 mstari wa 20, Bwana anasema huwezi ukamuona kwa uso ukaishi. Yohana Injili 1 mstari wa 18, hakuna mwanadamu ambaye alimewahi kumuona Mungu wakati wowote. Sasa swali langu ni, ukweli hapa ni upi? Kama Biblia kweli ni neno la Mungu lililo hai, na mimi nakubaliana na hilo, mbona inapingana yenyewe kwa wenyewe? Naomba mnijibu. Katika kitabu cha nabii Isaya imeandikwa, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa kuwa Musa naye alikuwa na mapungufu yake mbele za Mungu kama wanadamu wengine, kwa sababu katika Zaburi ya 106 kifungu cha 32 na 33 imeandikwa, wakamghadhibisha penye maji ya Meriba, hasara ikampata Musa kwa ajili yao, kwa sababu aliiasi roho yake, akasema asiyofaa kwa midomo yake. Na kitendo cha Musa kusema asiyofaa kwa midomo yake kilimghadhibisha sana Mungu, na hivi ndiyo sababu ya hasara iliyompata Musa ya kutokuwaingiza wana wa Israeli katika ile nchi ya Kanaani. Kwa kuwa Mungu alimwambia Musa na ndugu yake Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Lakini pamoja na hayo yote, Musa alikuwa ni mwaminifu sana katika nyumba yote ya Mungu, yaani lile kusanyiko lote la wana wa Israeli, naye Mungu akawa pamoja na Musa kila mahali alikokwenda. Na ndio maana katika kitabu cha Kutoka 33:11 imeandikwa, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Lakini Mungu hakuonana na Musa uso kwa uso kama vile mtu asemavyo na rafiki yake aliyeuficha uso wake kwa barakoa, kwa maana imeandikwa, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Naye Musa alipotambua hilo, ya kwamba Mungu amemficha uso wake, ingawa Mungu alisema naye uso kwa uso, naye Musa asiuone uso wa Mungu, ndipo Musa alipomuomba Mungu akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Lakini Mungu akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Tena imeandikwa, wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso.
Kwa maana kuna tofauti kati ya kuonana uso kwa uso na kumjua uso kwa uso, na namna ambayo Mungu alinena na Musa uso kwa uso ni hivi. Kisha Musa alipoingia ndani ya hema ya kukutania ili kunena na Mungu, ndipo alipoisikia sauti kinena naye kutoka hapo juu ya kiti cha rehema kilichokuwa juu ya sanduku la ushahidi, ikitoka kati ya yale makerubi mawili, naye akanena naye. Tena Mungu akawaita ndugu za Musa, Haruni na Miriam. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Na kwa namna ambayo Musa alivyoliona umbo la Bwana ni hivi. Bwana akasema, tazama hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Jina langu ni Wilson Mwangosi. Injili ya Yohana Mtakatifu inasema, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Yesu Kristo yeye peke yake ndiye aliyemuona Mungu, kwa kuwa Yesu Kristo ni chapa ya nafsi ya Mungu, ambaye mfano wake ni kama mtu aliyemuona rafiki yake, lakini kwa namna ambavyo amemuona si kama amuonavyo mke wake au mume wake aliye mwili mmoja naye, kwa kuwa huyu ndiye awezaye kumfunua. Tena Yesu Kristo akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Kwa hiyo watu wengine tofauti kwa namna wanavyokuona wewe ni kama hapo zamani Shetani alivyokuwa mkamilifu mbele za Mungu katika njia zake zote, tangu siku ile alipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yake. Na sababu mojawapo ya Shetani kupigana vita na Mungu mbinguni ni kwa sababu Shetani alivyokuwa namuona Mungu si kumuona kwa kiwango cha kumfunua kama Yesu Kristo aliye sura na chapa ya nafsi ya Mungu, bali Shetani alivyokuwa namuona Mungu ni kama hivi alivyosema Yesu Kristo, angalieni msidharau mojawapo ya wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Katika mitandao ya kijamii, matangazo haya yanapatikana katika ukurasa wa Facebook na YouTube channel ya MJW Tanzania.
Hii ni MJW, habari njema za Kikristo.